Subscribe kwenye channel yetu na usisahau kuturn on notifications kwa ajili ya kupata updates mbalimbali. Katika ulimwengu wa filamu na umaarufu, alikuwepo kijana mmoja anayeitwa Elvis, mwigizaji maarufu, mwenye sura ya kuvutia, pesa, na maisha yaliyokamilika kwa nje. Kila mtu alimtazama kama mfano wa mafanikio. Pamoja naye kulikuwa na Gloria, mpenzi wake aliyempenda kwa dhati, au hivyo alivyodhani. Walikuwa Katika ulimwengu wa filamu na umaarufu, alikuwepo kijana mmoja anayeitwa Elvis, mwigizaji maarufu, mwenye sura ya kuvutia, pesa, na maisha yaliyokamilika kwa nje. Kila mtu alimtazama kama mfano wa mafanikio. Pamoja naye kulikuwa na Gloria, mpenzi wake aliyempenda kwa dhati, au hivyo alivyodhani. Walikuwa wakipanga ndoa, maisha ya baadaye, na kila mtu alitamani kuwa kama wao. Lakini maisha yana tabia ya kubadilika ghafla, na kwa Elvis, kila kitu kilibadilika kwa ajali moja tu ya gari. Siku moja, akiwa safarini kurekodi mradi mpya, Elvis alipata ajali mbaya sana. Alinusurika, lakini sura yake haikubaki kama zamani. Makovu mabaya yalikaa usoni mwake, yakibadilisha kabisa muonekano wake. Kitu alichojivunia zaidi, uso wake sasa, kilikuwa chanzo cha huzuni yake kubwa. Alipotoka hospitalini, alitegemea kupokelewa kwa upendo. Lakini kilichomsikitisha zaidi, si jeraha, bali jinsi watu waliomzunguka walivyomgeuka. Gloria alimtembelea hospitalini mara chache tu, kisha akatoweka. Alipojaribu kumtafuta, aligundua kuwa hakuwa tayari kuwa na mwanaume aliyebadilika sura, hata kama bado alikuwa na moyo ule ule. Marafiki zake wa kazi nao walimgeuka. Hakuna aliyeweza kumpa nafasi ya kurudi kwenye filamu, wakisema waziwazi, watu hawataki kuangalia mtu mwenye sura hiyo. Umaarufu wake ulipotea haraka, pamoja na heshima na uhusiano wa karibu. Elvis alianza kujifungia. Alihisi dunia imemgeuka. Kila akitazama kwenye kioo, hakuona mtu, bali kovu. Hakuona thamani yake tena. Alianza kupoteza matumaini, akijiuliza kila siku kama kuna sababu ya kuendelea kuishi. Ndipo alikutana na Anna. Anna hakuwa kama watu wengine. Alimuona Elvis, si kwa uso wake, bali kwa namna alivyosema, alivyofikiri, na alivyohisi. Taratibu, alianza kumkaribia, akimsikiliza bila kumhukumu. Kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu, Elvis alihisi kuwa na mtu wa kweli maishani. Anna alimfundisha kupenda tena, si kupenda wengine tu, bali kupenda nafsi yake. Kupitia Anna, Elvis alijifunza kuwa makovu ni sehemu ya safari ya maisha, na kwamba uzuri wa kweli haupo kwenye ngozi, bali kwenye moyo. Akaanza kuandika tena, kuigiza tena, si kwa ajili ya umaarufu, bali kwa ajili ya kusema ukweli wake. Hatimaye, alipata nafasi ya kurejea kwenye tasnia ya filamu, lakini sasa kama mtu mpya. Si tu kwa uso, bali kwa roho. Watu walianza kumsikiliza, wakagundua kuwa alichopitia kilimfanya kuwa bora zaidi. Elvis alisimama mbele ya kamera, si kama mwigizaji wa zamani, bali kama mwanaume aliyepitia moto na kutoka akiwa na nguvu zaidi. Alizungumza na jamii kuhusu maumivu, kuhusu makovu, na juu ya thamani ya upendo wa kweli. Na Anna, aliyesimama naye kila hatua, alikuwa mfano wa upendo usioangalia nje bali ndani. Beautiful Scar ni hadithi ya kupoteza na kupata upya. Ni hadithi ya makovu yanayogeuka kuwa alama ya ushindi. Na juu ya yote, ni ukumbusho kuwa uzuri wa kweli upo kwenye moyo usioacha kupenda hata baada ya kuvunjika. Subscribe kwenye channel yetu na usisahau kuturn on notifications kwa ajili ya kupata updates mbalimbali.